Kwa hivyo siku moja watoto wa hii familia walienda kucheza baada ya wazazi wao kuenda shambani ama kazini. Na walipoenda kucheza, mmoja kati ya hao watoto alijipata ameingia kwenye kidimbwi kikubwa cha maji machafu. Lakini si ati alikusudia kuingia, na si ati alikuwa ingie, na si ati hakujua kwa kiko hapo. Watu hao walikuwa wana Sabato na walimwamini Mungu sana. Na sijui kama wewe ushalisudia hili, kwa nguvu zake giza na nguvu zake muovu upenda kutuingilia sisi wana Sabato ili kuwafifisha na kuangusha imani ambao ulio nayo. Mtoto huyu mara tu alipoanguka katika maji yale, aliondoka mara tu akiwa mzima. Alichafuka. Alienda mpaka kwao, akaoga na kubadilisha yale mavazi. Alirudi kuwachukua wenzake kule alipowaacha. Tena mawimbi makali yakamrudisha kwa yale maji. Alipoondoka kwa yale maji mara tena, alienda safari ya pili, amebadilisha nguo, amerudi kuwachukua wenzake alipowaacha. Akiwa anakaribia kule alipowaacha wenzake, alisikia sauti ikisema, majaribu yote ambayo unayopitia kama mtoto, ni mimi mwovu shetani nayapitisha kwako katika familia, ili kama iwapo Mungu ana nguvu kati ya familia yako, aweze kukuokoa. Lakini kumbuka, unapoamka ama kusudia kuamka kufanya shughuli zako za kila siku, wewe unaomba. Sasa ule mtoto alikuwa akilala na akiamka yeye uomba. Mtoto huyu alisikia sauti ikisema, mimi nayaleta majaribu haya kwa sababu ya wazazi wako, kwa sababu ya imani yao. Imani yao iko katika msingi thabiti, na hivyo ningependa kuiangusha imani hiyo kupitia kwako. Mara tena yule mtoto, baada ya kuanguka kwa yale maji machafu mara mbili, ya tatu aliporejea, aliona ni kama macho yake yanafifia. Je, mtoto yule angefanya nini ili kuepuka yale majaribu yote ambayo alishayapata, ya kwanza, ya pili, na hii sasa ni ya tatu? Angefanya nini ili kuepuka majaribu yale? Angefanya nini ili kuepuka majaribu yale? Kuomba na kutumainia Mungu. Ndivyo tulivyo sasa katika maisha ya sasa. Mtu mlemavu, acha niongelee kile kiwango niko. Mtu mlemavu wa macho
Yeye matumaini yake ni akienda shule anaenda kusoma. Akienda kusoma ana ule uwezo wa kutumia kalamu na kitabu kama vile wewe unapokitumia kalamu na kitabu na kuandika maandishi ambayo unaoweza kuandika. Lakini ana uwezo wa kusoma tu kama vile wewe uliposoma na watoto wako wakasoma. Na ana mamlaka ya kuishi kama wewe unapoishi. Mungu mkuu aliye mbinguni aweze kuwabariki katika jina lake Yesu Kristo, na mama nataka mimi. Amen. Somo letu lipo katika sehemu hiyo, linasema kuwafikia wote. Hadithi ya watoto imetujenga, imetufundisha jambo, na ndugu yetu tuko naye hapa, yeye ndio mfano sahihi wa kuweza kutumiwa. Ni siku ya APM, siku ya watu wanaoishi wakiwa na ulemavu. Tuwafikie wote. Somo letu leo limetoka katika kitabu cha Samueli wa pili, mstari wa 9, sura ya 9 mstari wake wa 7 na kuendelea. Lakini tutaanza mstari wa kwanza, wa pili, wa tatu, wa nne, wa tano hadi kuendelea. Lakini tutaupeleka kwa ufupi sana kwa sababu masaa yetu si rafiki. Tumeanza saa 7, saa 6 na dakika ngapi? 42. Sasa sijui mtanipatia masaa mangapi, dakika ngapi, ama sekunde ngapi, ama nukta ngapi? Mtanipatia dakika ngapi? 30. Lakini sidhani kama nitafika huko. Acha Roho awezi kuongoza. Nitaanza hivi. Mephibosheth, kulingana kwenye mawazo yangu, aliposikia kuwa mfalme anamhitaji, aliogopa, akatetemeka. Alijua mwisho wake wa kuangamia umefika, kwa kuwa babu yake alikuwa ni adui ya mfalme aliyechukua mamlaka katika falme ya Israeli. Aliogopa, alitetemeka. Kwenye mawazo yangu haijaandikwa hivyo, lakini ninaona aliogopa, akatetemeka, alifadhaika moyoni mwake, akajiuliza ni nini hasa mfalme anachonitia? Kweli mwisho wangu umefika, ninaenda kuangamia, ninaenda kuangamizwa. Alitetemeka, akaogopa, akafadhaika. Naamini hata alitoa machozi, akasema, Mungu wangu, nini, jambo gani hili? Ni janga gani hili ambalo limenifika? Aliogopa sana. Kijana huyu aliweza kupata ulemavu wa miguu yote miwili akiwa kijana mdogo. Alikuwa ni mtoto wa Jonathan ambaye alikuwa ni rafiki mkubwa sana wa Daudi, na ndio peke yake aliyesalia katika familia ama ukoo wa Sauli, kwa sababu wote walikuwa wameangamia kwenye vita wakati wa Filisti walipowavamia wa Israeli na kuwapiga na kuwashinda. Kwa hivyo huyu kijana tu ndiye aliyenusulika katika vita hivi. Aliogopa. Hebu jiulize, mfano ni wewe umeitwa na adui yako, utajisikiaje? Na huyo adui yako ana nguvu kukushinda. Je, utastahimili wito huo? Utajiuliza maswali gani kwenye moyo wako? Namuona kijana huyu akiwa hana miguu, akiwa hana uwezo wowote ule wa kutoroka. Alikuwa ameogopa, akasema, basi mwisho wangu umefanya nini? Umefika. Na tuombe. Baba Mungu Mwenyezi, asante kwa fursa hii. Midomo yangu ni michafu, mimi ni mtenda dhambi, nimetenda mengi katikati ya wiki. Nitumie jinsi upendavyo, tupatie usikivu, tuweze kusikiliza unatuambia nini hasa katika samoni hii ya wiki ya APM.
acha mapenzi yake yatimizwe. Ni katika jina la Yesu Kristo nimeomba na kuamini. Amina. Naamini tuko pamoja. Vijana wangu naomba wasimame, kumaanisha siko peke yangu. Naomba tuniwatambulishe. Barnaba, please stand up. Okay, wave. Where is your sister? She's asleep. Oh, amelala. Mama yake naona amebeba. Naomba tu tupungie mkono. Anaitwa Maureen Samson. Nashukuru sana kwa kuniweka nilivyo. Ama sipendezi jamani? Nashukuru sana. Nashukuru sana. Tumshukuru yeye pia kwa kuwa yeye ndo amenifanya nimekuwa hivi, na amekuwa mvumilivu sana na kunisaidia, kunibariki kwa niaba ya Mungu kwa kunipatia uzao. Sivyo? Ni wengi sana wametamani, na pia kwenye hiyo sekta tutaweza kuyezungumzia, kwa sababu mtu asipofanikiwa kuwa na watoto pia huu unaweza kuwa ni ulemavu, kwa sababu atakuwa na mawazo mengi, si ndivyo? Na ukishakuwa na mawazo mengi utakuwa na nini? Kanisa letu la Kiadventista na watu wote kwa ujumla tumeweza kuwatenga hawa ndugu zetu ambao wako na ulemavu kwa sababu ya kihistoria. Ukiangalia historia yake unasema huyu jamaa alikotoka baba yake hakuwa mzuri. Hili lilikuwa ni pigo la Mungu kwenye familia hii. Kwa hivyo astahili kuwa pamoja nasi. Hebu tujaribu kuepuka hiyo mipaka ya kikabila. Hivyo vizuizi vyote tuviache ya historia. Kwanza kuangalia baba yake alifanya nini, babu yake alifanya nini, tunaanza kumhukumu. Pia kuna tamaduni za kitambo. Kuna jamii moja sikumbuki jina. Wewe ulikuwa ukizaliwa ukiwa na ulemavu, ulikuwa unapeleka, unafanya nini? Unauawa. Wanasema umeleta laana kwenye nini? Kwenye familia. Kuna familia zingine nyingi sana kutokana na historia walikuwa wanawafanya vibaya walemavu. Na kuna aina nyingi za ulemavu. Kuna wale ambao wamezaliwa nao, kuna wale ambao wameupata wakiwa watu wazima ama wakiwa watoto wadogo. Kwa mfano mtoto wa polio. Huu ugonjwa wa polio, si ndivyo? Unaleta nini? Ulemavu. Unaweza kuwa mtu mzima ukafikiria sana, ukapata nini? Ulemavu. Kwa hivyo watu hawa tuweze kuwaleta karibu, tuweze kuwakusanya, tuwe pamoja, kwa sababu pia ni viumbe vya nani? Viumbe vya Mungu. Kanisa linapaswa kuwa jamii yenye usawa, isiyobagua na inayovuka vizuizi vya kijamii, kisiasa na kihistoria. Katika kitabu cha Walawi tutasoma kwa sababu ya muda 21:16 mpaka 26. Tunaona mtu yoyote ambaye alikuwa anazaliwa akiwa na ulemavu katika ukoo wa huyu kuhani anaitwa nani? Kuhani nani? Nani aliyeteuliwa kuwa kuhani? Mimi nitauliza tu maswali, naombeni mnijibu. Alikuwa anaitwa kuhani nani? Kaka yake Musa. Alikuwa anaitwa Aaron. Katika kitabu cha Walawi, hawa walemavu ambao walikuwa wanazaliwa katika huo ukoo wa Aaron, hakuwa anastahili kufanya nini? Kuhudumu kwenye hekalu. Hawakuwa wanastahili kuhudumu kwenye hekalu. Ndio, ilikuwa sawa, kwa sababu ilikuwa inatupatia mfano kamili, mfano halisi wa Yesu Kristo aliyeshuka duniani kuja kutukomboa. Akawa kama kuhani wetu mkuu. Hakuwa na mawaa yoyote, mawaa ni kasoro. Si ni kweli? Haya, nikitumia Kiswahili kigumu naombeni mnisamehe. Nitajaribu ni kipunguze makali. Mtu yoyote ambaye akiwa na mawaa hakuwa anastahili kuhudumu kwenye hekalu enzi hizo za wana wa Israeli. Alikuwa akitengwa kwa sababu alikuwa na waa, alikuwa anaonekana anakosa. Ndio ilikuwa inaashiria
kuja kwa Kristo ambaye alikuwa hana mawaa. Kwa hivyo wengi wetu siku hizi tumechukulia andiko hili, tumelipotosha andiko hili. Wale wenye ulemavu tumeamua kuwatenga kwa sababu Biblia inasema hivyo. La hasha. Hawana makosa yoyote, hawana laana yoyote. Tuwapatie fursa na nafasi katika madhabahu yetu waweze kufanya nini? Waweze kutuhudumia. Kwa sababu pia wametumwa na wana talanta zao ambazo wamepatiwa kama sisi ambao tunaona, tuna macho yote mawili, tuna mikono yote miwili na tuna miguu tunaweza kutembea. Kwa hivyo tuwapatie fursa kwa sababu ilikuwa ni mfano, kwa sababu yalikuwa ni mapenzi ya Mungu. Wakati Yesu alipokuwa na wanafunzi wake walimuona mwanamume mmoja ambaye alikuwa na upofu, alikuwa na ulemavu wa macho, hakuwa anaona. Wanafunzi wakamuuliza, "Mwalimu, Rabi, kati ya huyu mwanaume mwenye upofu na wazazi wake ni nani aliyekuwa na makosa?" Je, Yesu aliwajibu nini? Ni kazi ya mikono ya nani? Ndio ukuu wa Mungu uweze kufanya nini? Kudhihirika. Ukitaka kujisomea zaidi, tafadhali nenda ufungue kitabu cha Yohana, ama unaweza kuandika kitabu cha Yohana 9:1 na kuendelea. Utapata kisa cha mwanaume huyu ambao wanafunzi wa Yesu walimuuliza, "Rabi, je, ni nani aliye na makosa kati ya mwanaume huyu na wazazi wake?" Yesu aliweza kulikana hilo jambo la laana. Hakuna laana yoyote wakati mtu anapozaliwa akiwa na ulemavu. Tuweze kuvuka mipaka, tuweze kuvuka vizuizi hivi ambavyo vinatutenganisha sisi na wapendwa wetu. Unakuta mtu amefanikiwa, amejifungua mtoto, lakini akakuta mtoto wake ana changamoto. Labda asikii vizuri, ni kiziwi, labda miguu yake haina nguvu, ameparalyze. Anaona aibu kumchangamanisha na wenzake. Kumchangamanisha ni kuleta socialize na wenzake. Anaogopa, anaona ni kama mtoto wake hafai. Hatustahili kufanya hivyo. Tuwalete pamoja kwa kuwa ni viumbe vya Mungu. Mungu ana nafasi yake. Tunapoangalia katika kitabu cha Samueli 9:1 na kuendelea, Samueli wa pili, fungu letu kuu 9:1 na kuendelea. Mephibosheth. Ni jina gumu kidogo lakini mtaniwia radhi. Mephibosheth, nilivyowaambia hapo mwanzo, alikuwa ni mtoto wa nani? Jonathan. Alikuwa ni mjukuu wa nani? Sauli. Kumbuka, Sauli na Daudi walikuwa ni maadui. Sasa kwa mfano, wewe umemiliki ufalme, ni lazima utatafuta maadui wako wote wafanye nini? Uweze kuangamiza, kwa kuwa watakuletea shida kwenye uongozi wako. Kwa hivyo Daudi akasimama, akamuita mfanyakazi ambaye alikuwa anafanya kazi katika ofisi ya Sauli, ambaye alikuwa anaitwa nani? Siba. Akamuuliza Siba, akamwambia, "Ndio, nipo hapa bwana wangu. Je, kuna mtu yoyote katika ukoo ama uzao wa Sauli niweze kumtenda mema ya Bwana?" Siba alifanya nini? Alijibu aje? Akamwambia, "Ndio, yupo mmoja aliyenusulika kutokana na vita, lakini ni mtu gani? Ni mlemavu." Daudi akamwambia, "Ndio, huyo mlemavu ndio ninayemtaka." Mephibosheth alikuwa amejificha kwa kuwa alikuwa amemtoroka mfalme Daudi baada ya Daudi kupata huo ufalme, akiamini kuwa atafanya nini? Ataangamizwa. Daudi akamkumbuka. Daudi
akamkumbuka rafiki yake Jonathan. Walikuwa ni marafiki wa chanda na pete. Kwa hivyo kwa sababu ya Jonathan, Daudi aliweza kumkumbuka mtoto wake. Kwa hivyo akamtuma mfanyakazi huyo kwenda kumuita. Na ujumbe huo nilivyotangulia kusema, ulipofika masikioni kwa kijana huyo, aliogopa. Aliogopa sana. Je, ingekuwa ni wewe ungefurahi? Kwa kuwa hakuwa anajua anaitiwa nini. Anasema basi mwisho wangu umefanya nini? Umefika. Kama ni kuangamia, nitaangamia. Kijana huyu alipofika mbele ya mfalme Daudi, alikuwa akitetemeka. Alikuwa akiogopa. Alianguka kifudifudi miguuni pa Daudi. Akamwambia, mfalme wangu, nipo mbele zako. Daudi anamwambia nini? Usiogope. Daudi aliweza kumpatia matumaini na kumwambia usiogope, kwa kuwa ninahitaji kukutenda mema ya nani? Mema ya Bwana. Ni wangapi umetenda mangapi mema ambayo umemtendea mwenzako? Unapomwona omba mitaani anahitaji msaada wako, unasema hata baba yake si tunamjua, baba yake alikuwa tajiri, sasa acha nani baba yake fanye nini? Amsaidie. Hakuna wema wowote ambao umetenda, na huku unajiita Mkristo. Kila siku ya Sabato umekaa kiti cha mbele kabisa, lakini mema umeshindwa kuyatenda. Hebu tuwe wazuri wa kutenda mema. Tuwasaidie ndugu zetu wenye changamoto ya ulemavu. Tusaidiane, tuwalete karibu na Kristo. Tuwaonyeshe upendo wa Kristo. Je, walemavu ni aina gani? Ni mtu yoyote ambaye hana macho, kipofu, hiyo ndio mlemavu? Je, mlemavu ni yule ambaye hana miguu? Mbona tumenyamaza? Ni yule ambaye hana miguu, macho, mikono? Sasa ngoja niwaambie kitu, kwa sababu ya masaa yangu yameenda. Dakika 2 fika saa 7 ni masaa ya kula. Watoto wameanza kusinzia, wengine wakiongea. Ninaelewa. Mlemavu ni mtu gani? Sisi wote ambao tumekaa hapa ni walemavu. Kama uniungi mkono, nyosha mkono wako, seme hapo umedanganya. Sisi wote ambao tumekaa hapa ni walemavu. Kwa njia gani? Tumepungukiwa na utukufu wa nani? Wote sisi hapa ni watenda dhambi. Nani ambaye si mtenda dhambi? Nyoshe tu mkono nimpatie zawadi. Hata kama sina uwezo nitamnunulia Ferrari hapo nje nimletee. Nani ambaye si mtenda dhambi? Ninyoshe mkono. Mtakatifu. Tumekubaliana sisi sote ni watenda dhambi. Kwa hivyo ni lazima tubebeane mizigo sisi. Lazima tuombeane sisi. Kumaanisha mlemavu sio mtu ambaye amekatika mkono. Mlemavu sio yule mtu ambaye hawezi kuona. Mlemavu sio mtu yule ambaye hawezi kusikia. Mlemavu sio mtu yule ambaye hawezi kutembea. Kumaanisha sisi sote ambao tumekaa hapa na ambao wanasikia, wote ni walemavu, kwa sababu wote tumefanya nini? Tumetenda dhambi. Tumetenda dhambi. Jambo ambalo tunastahili kufanya ni kuombeana, tunapiga magoti tukizitubu dhambi zetu. Na wale ambao wana ulemavu ambao unaonekana, inastahili tuwaombe kwa Mwenyezi Mungu awapatie ujasiri wa kuweza kusimama na
eneza neno lake, ili mwisho utakapofika tuweze kurithi wote ufalme wa Mungu. Mwandishi wa somo anasema yeye alikuwa na cerebral, sawa, alikuwa na hilo tatizo la akili. Sasa akachukua nafasi ya kwenda kusomea teolojia shuleni. Kuna somo moja ambalo alifanya vizuri sana na kupita kila mtu. Sasa tunaingia kwa wale wenye ulemavu. Mwalimu wake alikuwa ni mwalimu wa kike. Alipoona amefaulu, akaanza kucelebrate, lakini kwenye ile hali ya kejeli. Alitumia sauti ya kitoto sana. Akamwambia, kumbe na wewe unaweza kufanya vizuri. Je, umefaulu vizuri lakini una changamoto moja. Mimi nije nikusifu lakini kwa kejeli. Linatumia sauti ya kitoto. Utajisikiaje? Alijisikia vibaya sana. Kwa sababu alikuwa ni Mkristo, akamwendea mwalimu wake. Akamwambia, mwalimu, ninaomba unichukulie kama watoto wengine. Mambo yale uliyozungumza kwa kweli sikuyafurahia. Mwalimu wake alirudi chini akamwambia, kama nilikuwa nimekukosea, ninaomba uweze kunisamehe. Kijana mwandishi anasema alimsamehe mwalimu wake na wakapiga magoti, wakaweza kuombana, wakaweza kuomba kwa pamoja. Sasa sisi walemavu, sisi tuna macho, tuna mikono, tuna miguu, tuna mdomo, tunazungumza vizuri, tunasikia. Ni mara ngapi umemsamea mlemavu mwenzako? Ni mara ngapi? Wewe jamaa amenikosea, sitazungumza naye. Mpo kanisani, wote mmekuja kusikiliza mahubiri, lakini baada ya mahubiri kila mtu njia yake. Ukimwona mwenzako mbele unasema yule jamaa ni mlemavu yule. Alinikosea hata sitaki kumuona. Umesahau ulemavu wako. Sote tumetenda dhambi. Sote ni walemavu. Tusameane sisi kwa sisi. Tuinuane sisi kwa sisi. Kupitia kwako, kupitia kwake nitainuka. Ukikwazwa na mwenzako, mwendee. Msemezane, msameane nyinyi kwa nyinyi. Na ikiwezekana hata mzee wa kanisa asifiwe. Si ni kweli? Ajue wakati mambo yamekataa. Tusameane kwa kuwa sisi ni walema. Kwa kuwa sisi ni walema. Yaani kuna msemo wa Kiswahili ambao unasema ukinikanyaga tu utanijua mimi ni nani. Tuache hiyo misemo. Tuache hiyo nini? Hiyo misemo. Tunakwaruzana, tunapitana. Hebu tuwe wa Kristo, tuwaonyeshe wenzetu mifano iliyo mema, ili tuwarejeshe kwa nani? Kwa Kristo. Sisi ni wadhambi. Yesu anatuita tuwe tayari kutubu dhambi zetu, tuweze kupata msamaha. Kwa kuwa kule tunapotarajia tutaenda ni wapi? Tunategemea kufika wapi? Ama umekuja kanisani kufanya nini? Hauna ajenda yako ya maisha? Ajenda yako ya maisha ni gani? Ya kumpokea Kristo ni gani? Uje ukae kwenye kiti utufurahishe, mwisho wa siku uende? Ama una matumaini gani ya kuona ufalme? Kumaanisha tukifika kule juu hakutakuwa na ulemavu wa aina yoyote. Tutakuwa wakamilifu. Tutaona wenzetu kama ndugu zetu. Tutachukuliana sisi kwa sisi tukiongozwa na Kristo Bwana wetu.
sina budi kusema mahubiri yangu yatakomea hapo, na tukutane mchana ili tuweze kujifunza mengi zaidi. Ninaomba vijana wasimame watufungie wa wimbo. Baada ya wimbo tutapata ombi. Vijana, karibuni sana. Ninaomba vijana wafike watupatie wimbo wa kufunga, baadaye tutapata ombi. Sisi ni wadhambi, tusameane. Sauti yangu ina nguvu.